Tumeamuka kwa news baya sana ya watoto kuchomeka kwa shule. Watoto wamechomekea shule. Watoto 16 wamekonfirmiwa kufariki kuaga dunia. Over 74 wako hospitalini. Wanapigania maisha yao kwa hospitali. Tulifika wapi? Watoto wanafugiwa na dormitory ije. Wanafugiwa ije jameni, tulifika wapi? Hata hiyo hata kado. Leo we are having the national prayer breakfast. Wakubwa yote ya serikali mumeenda kwa maombi ya prayer breakfast. Yani jameni, kwenyu kuna shomeka. Watoto 16 wanaruhusu maisha wakiwa shule. Watoto 70 plus wako hospitali. Na nyinyi mnaona ni vizuri muendelee na mitalatala yenyu, mnatuambia tukae chini kwa matifi, tuosh national prayer breakfast tukiobewa na akina Osoro. Na saa hiyo Kenya ina moon, lakini mnaona ni vizuri tukae chini Osoro atuombe. Mungu, kwani tulikosea wapi? Tulikosea wapi? Kwa nini tunakapitia hivi? Kwa nini jameni, tulikosea wapi? Whose children did we take? Nini tulifanya tulikosea wapi jameni? Maliseni muende. Maliseni muende. And may the souls of those young people rest in peace. Na wale ambao wako hospitali wakuwe na quick recovery, wapone haraka. Mungu apatie uponyaji wa haraka. Wakarire na tinauru. Tinauru. Ciana icio ni cigana ciakwa? 16. Na ni cigana cia thibitari? 74. Weri. Okay, reke nie ndihuthire tondu ndikwenda gukuhuthira. Gwakwa ri kugiumira kakaramite ta kau ri kumire ringi mwana wakwa one ogwatire na ndirabangite ni nguroka Inoro kumire undu ringi mwana agitembe ogwa agwirwo ni mai ahie ake nyina ahie kuguru nayo nyumba ringi gwate hanini ingiroka Inoro kana ingiamba kudiru na thina ucio? Ungiamba kudiru na ucio, small emergency riu ri Safari Park ri na mutongoria wa bururi kwamba guthie kou ni kukuma kwegega, ni kukuma emergency ya bururi ni mahoya ma bururi kana ni kwamba guthie kwa attend cukuru yo abe eta mutongoria as a leader president father wa bururi no ngirorera ona ni ndagikienda kwirorera Safari Park icio ona tutikumenyaga ni kiki ni ndagikienda kurora ni ona itagukirorera. I mean because riri tondu wita mutongoria wa bururi ri you should be knowing what to attend first. Nibati kumenya niki emergency bururi-ini waku ona nduthie ucoke urikie na mahoya mau urenda ma bururi nduthie aciari acio mamenye we no maguthurire condol na families icio ni ndukinye kuo makuone ndagika 30 nduoe ndege nducoke guku Safari Park. What is this so important that can replace that? He mutongoria munene wonete kundu gwetagwo Gilgil Sofa wotire ni wonete deputy ko ni wonete president me Safari Park governor wa area icio ni umuonete me Safari Park senator ni umuonete me Safari Park mutongoria wothe ni umuonete kundu ko no menye it is not a simple thing. Imagine ni kundu kwena arutwo omwe 16 mahurukite na ringi me thibitari aciari la kana aciari cukuru icio matiathuranire aca mathire kuhoya na tikunyoria mahoya okay ni kuri maundu ona Ngai ni athuire riri ni athuire mundu uteciragia na ni endete andu marahuthira meciria wega. You should know what to attend first. Okay, he maundu ngika okay no hena undu ngitiga gwaku wikikite uke guku yes ni woka wira no Jeff uge nduri hakiri. Very true. Etabuse uge kai utendete andu anyu mundu no imagine taru mathiko ma coco ingiokire wira it's the same ni taguo okay ni no ndu wa gwaku muritu biu wa karindi no wona riu ndigwika uguo ngwamba guthii uyu no ni ona itakikihota kwirorera mahoya mau. Sahi Kenya iko na better facilities than US. Iko na better health facilities than US. Iko na better army than US. Hata saa hii Kenya iko na better economy than US. Sindio? Watu wa Kenya hawawezi uliwa na hii virus. Wako very immune. Hii virus wanaweza pigana nayo. Sindio? Lakini watu wa US wanaiogopa. Watu wa US wenye hata wameweza kupigana vita kubwa kuliko hii, wameweza kutako more worse cases than this, wao hawataki hiyo ugonjwa ifike kwao, si ndio? Kenya sahi hatuogopi, hata hatuogopi that nini Chan iko just around the corner.
Lakini US wanaogopa sababu World Cup is just around the corner. US wanaweza protect watu wao sababu wanajua this disease is very contagious na hawana any machinery ama any good facilities za kuhandle the case. Lakini Kenya sisi tuko ready, sisi tunaweza tackle these cases, sisi tuko sawa, sisi ni superpower. Sahi we are very proud that US recognizes Kenya iko better than US itself. My friend, sahi tunavaa kutembea bila shati. Una imagine US to recognize ati sasa sisi tunaweza handle quarantine facilities better than them, tunaweza handle Ebola virus better than them, and now sasa sisi ni superpower, si ndio? Hiyo ujinga mutapeleka mahali kwingine. Hebu niwaambie hii ugonjwa ikiingia huku hata US haitawatabua. Hata nyinyi hiyo kwenda US hamtawaienda. Facilities zetu zitakuwa zimejaa na hawatatusaidia. In fact, tutakuwa tumemalizwa. Tutakuwa tumeisha kabisa. Then mko hapo mna celebrate. Celebrating about what? Yeah? Hakuna mtu atataka kutajwa pamoja na jina ya Kenya. Hakuna mtu atataka kuwekwa na page moja na Kenya. Mtakuwa mnawekwa bali. Hakuna mtu anataka kuwa ana socialize na nyinyi. Alafu mko hapa mnalinga, si ndio? Ngojeni tu. Ngojeni. Siasa ya Paul Waiganjo on this perspective. Haria Paul Waiganjo ari ahanaga mundu uragucanirio ni ngoma na Ngai haria rugamite. Tukimugucia mwena wa andu tondu mwena wa andu niguo mwena wa Ngai. Na concede defeat na akiuga githurano kiari fair kiari kiega. Aracoka ara make mistake. Aracoka mwena wa ngoma, figuratively said to speak. Auma mwena wa Ngai aracoka kwa ngoma. Alright, bahati iria iho ni ati by the time aracoka kwa ngoma gutire kindu arathire na kio substantial onake. And I want you to look at the silver lining. Korwo Paul ndahotire kugucio mwena wa DCP athi directly mwena wa UDA. Umuthi ingire mundu wetagwo Ngotho versus mundu wetagwo Paul Waiganjo. Now those would be the two candidates right now. By the time aracoka UDA ni moe strength yake, ni moe ndari na ground, newe arari nayo nini ndi kumufuata. No inainie kidogo ni undu wa maybe itugesi yake, the structures iria arakire nacio, but he does not go so much na strength iho ingitumakia. Alright, I want you to look at that from that perspective. Atiwe gukorwo ni okire DCP na kugeria gwetha tigiti na DCP was a good thing. Look at it from that perspective. Nigetha agicoka mwena uri ungi, he goes with nothing. Na ku UD arathire kwa ngoma, no kuhuthirwo uru athire, because politics is about value. Ne value ikwarehe. Can you be able to convert the people for us? No aturehera andu. Kuru wageire kura kiria ri 6,000 ri, kuru wageire kura 7,000 ri, that's another value. Na ni ndimwiraga kura iria Waiganjo wageire, believe it or not, asigeire ni undu wa TikTok, ni undu wa marketing iria twamwikite TikTok, ground kura gutirari na kura cia Waiganjo ground, and he knows that tondu kuru ni arari na kura ground mangiatiganite na mundu wetagwo Kamau Ngotho na kamagine kanini muno na ni thayo. Andu a Olkalau ni mwakiona uria Ngai amwendete. Oi, mungiathurire ngari ihumbite rwa rwa DCP. We. Jamaa sasa mwaogopa kutumia ile slogan ati yeye ni wa Yesu. Sasa anakuja kutupima ati 2027 ati Mungu ndiye ataamua. Bwana, Mungu mwenyewe ashachoka na wewe. Ndio maana amekuacha kwa mkono zetu. Tudilisi na wewe properly inafaa. Haro. Wacha kuinvolve mambo ya saja hapo, na hata 2027 tulisema hakuna kutumia Bible kuaibisha president, ati kuaibisha president na Bible. Kuna kitu kama ita happen. Kama pastor mkwe vichwa ngumu, msikubali Biblia itumike vibaya. Haro. Biblia haitatumika vibaya 2027. Tumieni kamusi ama hata dictionary ama hata atlas. Mwenye uonyesho pale unaenda. Haro. Ati Mungu ndiye ataamua. Alishachoka na wewe, ndio maana amekuacha kwa mkono zetu tudili nawe proper. Haro.
Tajua ujui. Mambo ya Mungu hiyo sawa. Tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Mr. Speaker, yale ambayo Ruto anafanya Kenya hii, hata Ruto awekwe hapa na shetani, niambiwe nichague mmoja, nitachagua shetani niache Ruto. Kwa sababu gani? Wale ambao wanaenda kanisa wao wanaambiwa eti ni shetani ndio huwa inaleta magonjwa. Na Ruto analeta ugonjwa kutoka Amerika, kutoka DRC ilete Kenya. Kama ni ukweli hizi isolation centers itasaidia wa Kenya, mbona wa Amerika wasiweke huko? Kwani hawana space huko? Do you want to tell us that there is no enough space in America for Trump to allocate isolation centers? Bwana Trump, mimi nakwambia Kenya si choo. Kenya si choo. I am telling you in English, President Trump, Kenya is not a dumping site. Kenya is not a latrine where you can go and drop your feces anytime, anyhow. But we must be respected. Our country must be. So Mr. Speaker, nataka kuongea hiyo mambo ya Ebola. Na sisi kama Wakenya tunadharauliwa sana, ama wa Afrika. Na dignity yetu kama Wakenya, ama wananchi wa nchi tukufu ambayo tuko 63 years old, inafaa ikuwe na president. Inafaa ianzie na president. Sasa hiyo puzi ya kutoa watu wa Ebola tunakuja kuwafanyia quarantine hapa Laikipia, hiyo ni kucheza na maslahi ya 54 million Kenyans. Nataka Wakenya wajue hivi, hii ugonjwa ya Ebola si kama corona. Hii ni 100 times more dangerous than corona. So tuwalituletea upuzi. Hawa Amerika wako na kwao. Nchi yetu ni kidogo sana. Amerika iko na 54 state, watafuta hata nchi yao moja, watoe watu wafanya quarantine hapo. Upuzi. Ministry of Health iko na PS wawili, iko na Urunga na iko na Mary. Something Mary kutoka Mount Kenya. Na viongozi wetu wengine wanafurahia hii upuzi. Hebu imagine hapa Laikipia hii ugonjwa ikianza kuzambaa hapa. Alafu mnatuambia ati madaktari wetu bado watatumika kwa hiyo mambo ya quarantine. Shame on you, the government of the Republic of Kenya. Na hii ni mambo ya ukora, kutafuta wakora kama William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ni mkora. Unacheza na maslahi ya Wakenya. Kwani wewe as a commander in chief unahudumia akina nani? That's very shameful. Kuna siku president yote amewahi tuletea hizo sheria ati recording tutarecord my friend, tupige hiyo fine ya 1 million, tutaenda hiyo Inda, tutapeleka maandamano Industriaria na wenye tutapata huko, na tutatoka tukomboe inchi. So usitutishe na kurecord kwa polling station. Hakuna mtu amewahi tuzuia. Sasa kama hii ulikuwa unafikiria sisi kusema kura itakuwa live on air. Yes, kura itakuwa live on air. Citizen wakichukua hapa, Gen Z tuko hapa. Ikihesabiwa pale, ikipita inapitia kwa kamera yetu hata before ifike Citizen. So hakuna mahali. Hata muweke Chanil Ruto, hata mubadilishe Ethecon muweke Sharin Ruto. Ruto ni must go. Sisi ni must go. Ruto ni must go. Uhuru Kenyatta, nimesikia watu wanasema una fund lina wananchi.
ninataka utoe ndege zote zako. Toa ndege ya Kenyatta, toa ndege ya mama yako Moi, pia Gideon, toa ndege yako, toa ndege ya Moi, mukanyage Ruto na juu, mkiwa na wakina Orengo. Sisi tunakanyaga Ruto chini. Agenda yetu kama wa Kenya, Ruto ni one term. I don't know where you want to take this country, and I support Uhuru Muigai Kenyatta. What he has said today, I'm with him 100%. And we must come out and talk. Kama wanataka kuprovide sisi, tutakuwa provide, tutakaa pamoja. Wacha tukutane mbele. Kwani iko nini? Sasa hata Kidiki wameanza kupiga yeye. Wameanza kupiga Kidiki. What is the problem? Yaani mtu akifukuzwa ngambo ile, unarao watu yako waanze kupiga kabila moja. Surely you could not have stood na useme mimi najua ile Gachagua anapiga kelele kila siku, kanisa ilipigwa na tear gas na ikapigwa na nini. It was not you, lakini ni watu wa UDA, ni mtu na bibi yake walipiga hiyo kanisa. You did not talk. Ile mambo ilikuwa thika mpaka wanaume anafungwa vitambaa ya guilt. And you are there. The governor of Kiambu akipigwa, you are talking in the last. Ungesema sisi yote tuko pamoja na siasa haijafika. You know, kwa hivyo kila kitu ikikuja, everybody is confirming that is the president. Everybody is confirming that's the president. Watch yourself, my brother. Mimi nimekufanyia kazi ya kutosha. Lakini nimefika pahali nimesikia mzigo imekuwa mzito. Mwaka 9 nikikusaidia. Tukipigana na Uhuru na nini mpaka ukae kwa kiti. Kumbe hatukujua ni nini tulikuwa nafanya. Sasa hii vita umeleta mpaka unaleta kwetu Nakuru hapa. I want to give you this statement and tell you 11 seats of Nakuru County. 11 seats ya Nakuru County. Maybe you get 2 kama si ya kuiba. Only 2. Kiliso yote mbili. Longai is 50-50. Huyu gavana, huyu mama, huyu na sijui kwa nini mnapenda wa mama wa aina hiyo. Hakuna mtu anatukana wa mama, but they must respect men also. Susan anasimamisha mtu yake anaitwa Kiage na Ivasha. Gili anasimamisha mtu yake, anafanya kazi kwake. Kwangu anakuja na huyu mrembo kwa sababu anaiba pesa pamoja, anasimamisha yeye. Kwa Gachobe anasimamisha mtu, Subukia. Rongai anasimamisha mtu. Town hapa mbili kwa Kenya na kwa Rama anasimamisha mtu. Ukienda Kirisoi anasimamisha. Ninasikitika sana nikizungumzia mambo ya kiongozi anajulikana kama Omar Hassan. Na tulisikia matamshi yake juzi, matamshi ambaye alitaka kuonesha kana kwamba kuna community ama kabila fulani hapa Kenya, kabila ya Wakikuyu ambayo haistahili kuwa hapa nchini. Ni matamshi ambaye yanahuzunisha sana, tukizingatia kwamba yanatoka kwa kiongozi kama Secretary General wa chama kitawala cha nchi. That is a leader whose main intention, going with the party ideology and party manifesto, that kwamba angetaka kuunganisha nchi. But ukimsikiza kwa umakini utasikia kwamba anagawanya nchi, na he's going to the very extreme of looking to cause a war in this country. There is no community better than the other in this country. There is no community that is more deserving than the other in this country. But the moment you castigate one to show that it is not important, that this particular community is tribal, you are left wondering, did this SG think of exactly what this Kikuyu community does whenever an election appears? If there is any community that is non-tribal, if I was asked for sure, it's Kikuyu. Because look at people we've elected before, not going very far. We elected President Ruto with over 40 or 50% of our votes. How else do you want to now start to show us that this is in Wakabila? That it is improper? If anything, the best I would expect from you as a leader is to resign effective Monday morning. Leave that office because you fail to understand your role as a leader, your responsibility as a Secretary General of the ruling party. You have failed the party, and this goes that the party is going down because of poor leadership, starting with you, Mr. Omar. That is very, very unprofessional,
very uncalled for, and I don't understand exactly what the coastal leaders, because the people who spoke there were basically Hassan, King himself, and Joho. And those are the people who directly attacked a community. I don't understand exactly what word you're trying to show, or to send, or to indicate, because I can tell you, if this country burns, you shall burn with it. Do not think that wewe unachoma, wewe unabaki umesimama. If this country burns, you burn with it. And that's all I can tell you. I don't believe you stand any chance of being any leader in this country. And unfortunately, this comes out as a character that you have as an individual. Because it's not the first time you have given such sentiments. Sio mara yako wa kwanza Bwana Omar kutuambia kwamba Wakikuyu wamefanya hawastahili. Wewe ukuwa chairman wa KNCR ulisema hayo matamshi. Na hata ukaulizwa na government spokesman by then. Akakueleza resign. But you're a big head. You will not resign. But you repeat the same in this decade. What kind of person are you? We have known you. We have marked you. And believe me, if this country burns, we shall hold you fully responsible going forward. Usidhani umeepuka. This you will not run away from. I wonder what KNCR is doing today. NCIC, where are you? Do we need to make noise to Timbuktu? Ndio uamke uambie bwana jamaa, njoo uandike statement yako. Why is NCIC quiet? I mean, where are these Subarus that people disappear after doing such a thing? Mbona tuoni masubaru yakimtafuta huyu jamaa? Mbona tuoni askari wakienda kumshika? Ama lazima nchi chomeke ndio huyu jamaa ashikwe? Very, very unfortunate. Sisi kutoka hapa Nakuru, ujue kwamba tunajua uchungu wa kuchoma nchi. People in Nakuru understand tribalism better than you do. You are in Mombasa, you have no clue of what happens in this country. Tunajua uchungu wa vita via ethnicity. We have seen people burnt. We have seen people wamedungwa mishale. Kiambaa is not far from here. We understand better than you do. You have no idea, my friend. Wewe unajidanganya tu ukizungumza kwamba unadhani unapata kura kule. Haupati ngo. Huwezi kuwa kiongozi hapa nchini. And then today unatudanganya na apology. Since when do you make such obvious mistakes and send an apology? Unapiga apology kutudanganya sisi. Hiyo apology yako hatuitaki. If anything, we want to see NCIC in action. We want to see EACC investigate what other ulterior motives you have. We want to know what other plans you have against the community. Are you planning to actually hit on our community in Mombasa? Are you trying to send a signal to threaten them so that they can, leave your place, that place? And who told you we don't have a right to live anywhere in this world, in this country? Hii ujinga yao wazee wapeleke ute yao makwao. Amuta tuletea ujinga kama sisi Gen-Z. Mutatuachisha ujinga. Si ndio kwani? Ala. Mimi sichateka kama Upuru mwenye anakaa kulia. Ukiongea na demu, unajua ule demu amekula pesa yako sana. Ule demu amekula pesa yako, ndiye unampenda. Lakini ule moja unasema tu jamaa mimi nakupenda na amesatoa suari yake. Utampenda kweli? Utampenda kweli? Ni mbaya. Nikiprosini malizie. Demu amekuja kwako. Amekuja kwako, amekaa kwa kiti. Na ukitoka kwa kiti, unapata kama huyu demu amekuja bila swali ya ndani. Utajiuliza maswali. Unajiuliza maswali, huku mtu ako sawa kweli ama kichwa yake ni mbaya? Pengine na unaona? Pengine kuna moto huko ndani. Sasa ndiye bargaining power ya Kenya. Wakikuyu wataki kutoa suwaru mapema. Wataki. Wakamba wamekataa kutoa suruari mapema. Wakisi wamekataa kutoa suruari mapema. Na mimi kama jamaa Waluya wamekataa. Lakini sisi kama watu wa Nyanza tumesatoa suruari. Mimi nimekataa. When we had Lucy Kibaki, she undertook many social and health initiatives as the first lady. She is one of the people who co-founded and pushed for Starehe Girls Center, an educational center meant to offer education for disadvantaged girls from poor
backgrounds, orphans, name it. But basically, it was to educate disadvantaged young girls. In the same breath, but in health, she championed for Mama Lucy Kibaki Hospital. In the same breath, she fought for the awareness for HIV and AIDS, and she was very vocal in seeing that infection rates were reduced. People were well aware of the scourge of HIV and making treatment affordable. Those are the things she can be remembered for. And we are not sugarcoating, we are calling a spade, not a big spoon. Come in Margaret Kenyatta. She is well known for her Beyond Zero marathon, a marathon that raised awareness and money for safer and better maternal health care for our women, and also awareness when it came to HIV and AIDS. And that's where the Linda Mama program was born, to reduce the rate at which women were dying when giving birth, to ensure no woman would die or no child will be lost at birth. She ensured that healthcare was accessible. She ensured these centers were developed or were built in marginalized areas. Exactly. That is what she is remembered for. And it was a very good initiative that helped many vulnerable women. Then come in the wife of the God-sent president. She has put us with endless prayers, endless fasting that are yielding no results. Now look at this, surely. Hers is just to pray. Hers is just to pray. Mara, they are in status, they are praying for rains. God brought rains. Why can't she pray for the husband to stop lying? Why can't she pray for the husband to stop looting? Why can't she pray for the husband to stop running around like a headless chicken all over the country instead of going to his office and working for Kenyans? Why can't she pray for the husband to deliver on his promises? She's here praying for barren women. This is the funny thing with Africa. We expect prayers to create development. Even God says he'll only help those who help themselves. You first must try and then you pray. But you cannot just kneel down and expect bridges, schools, hospitals, and corruption to end through prayers. She met with women in Safari Park to pray. Pray for what? Instead of calling out the high rate of femicide that is happening in the country, the rate at which children are being abducted, she's praying for nonsensical things. Surely. What kind of first lady is this? Always on her knees praying. Prayer will not bring change. Prayer will not bring development. And indeed, birds of a feather flock together. Vile tu mzee wake ametupa mbao, pia yeye ametupa mbao. Hakuna kitu hii familia inatusaidia nayo. But also, when you hear voluntarily Kenya coming in to say we can quarantine Ebola victims, and knowing this disease, Honorable Speaker, is a disease that can spread like wildfire, Honorable Speaker. If you quarantine a patient even at KNH, and you have a cleaner who comes from Kibera, Honorable Speaker, then this country will lose a big population. If you read, you'll notice, Honorable Speaker, that almost 80 to 90% of Ebola patients lose their lives. And that is something that this country must completely, and this House must refuse in the strongest terms possible, Honorable Speaker. And this, Honorable Speaker, also brings a question of how prepared we are. Honorable Speaker, I know sometimes we work to ensure that we have good relations with our Western world brothers, but we cannot be doing the most. We have just had a crisis with our police officers going all the way to Haiti. We had to foot the bill
Honorable Speaker, in a very unfair way. And as we enhance our engagement with Canada, one of the things that I like about Canada is the fact that, yes, they are a superpower, but Honorable Speaker, you will not find them pushing such and bullying, Honorable Speaker, such issues to a country, a developing country like ours, Honorable Speaker. And it's good, Honorable Speaker, to say that I wonder what would inform even the Ministry of Health or even the President on trying to risk, Honorable Speaker, Kenyans in such a big and a significant way, Honorable Speaker. I have read the CV of Mr. Humphrey, Honorable Speaker. I believe is a man that not only he has done good things for KRA, but he should live with his book well filled on things that he's supposed to achieve as he moved to Canada, Honorable Speaker, to enhance our relations. Andũ aitũ rĩu bũrũri mũgima nĩ ũtaũkĩirwo nĩ ũrĩa William Ruto endaga kuuga akiuga ciugo ici. Kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi wa Kalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Ahũthĩre Mũgĩkũyũ amuhe kura, agie na hinya, acoke ahũthĩre hinya ũcio kwenda kũnina o andũ arĩa mamũheire kura. Kana we ũngiuga atĩa rĩrĩa ũkuona mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa Ruto, nĩkĩo kĩama kĩa UDA, ũgwĩtwo Hassan Omar, ekũrũgama kĩng'ang'a-inĩ rĩrĩa William Ruto aikarĩte thĩ na no rũhĩ arahũra, Hassan Omar akauga atĩ Uhuru na andũ ake magĩrĩirwo gũikio njera ya Shimo la Tewa. Lakini wale vikaragosi wa mahayati waliopita, wewe na wengine waliokuwa na wewe, ni wakwenda kule Shimo la Tewa. Araria ni ũndũ wa mũnene wake William Ruto. Ona to ũcio wike, he minister mũgima ũgwĩtwo John Mbadi arauga onake rũrĩrĩ rwitũ atĩ rũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rũgĩathana rĩngĩ. Kikuyus have produced president for 35 years. We must tell them 2032 we don't want to see a Kikuyu. Ũndũ ũyũ wothe ũthugundĩtwo nĩgetha kũrehe rũmena thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩgetha kabira iria ingĩ ciothe ciĩkĩrwo 41-42 against 1. We ndwĩrĩga kũigua mũmbunge ũgwĩtwo Duncan Wanyama. Sisi wote tukiungana mahali pamoja, nawaambia, we will isolate them. It will be us against them. Andũ amwe aitũ a rũrĩrĩ rwitũ makoretwo makĩhũrĩra William Ruto rũhĩ rĩrĩa andũ aitũ tũrabangĩrwo ũru. Nĩ ndamathi ĩrĩa makoretwo makĩrera rĩu ĩhũgũkĩte ĩrenda kũmarĩa. Na nĩkĩo tugĩte na tũkoria andũ othe a Kenya twĩke maũndũ matatũ. Nĩ tũcokanĩrĩrie mĩario ya atongoria aya, mĩario ya William Ruto akiuga ũrĩa egwĩka rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ, mĩario ya Omar, mĩario ya Wanyama, mĩario ya Mbadi na mĩario ya andũ arĩa angĩ othe mararia mĩario ya kũrehe ngũĩ. Tũmĩcokanĩrĩrie nĩgetha tũmĩneane kũrĩa kwa ICC, tondũ tũtingĩenda ũitangi wa thakame ũgekĩka rĩngĩ ta ũrĩa wekĩkire 2007-2008. Ũndũ wa kerĩ, nĩ tũgerie ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mũndũ wothe ũraria kũnyamaria rũrĩrĩ rũna na mũno rũrĩrĩ rũu rwitũ ũcio nĩ twamũinũkia 2027. William Ruto na andũ ake na andũ arĩa hata mkiita dunia mzima, wacha Kenya, dunia mzima ati tuombe. Mimi magoti yangu siwezi nikapiga magoti yangu niwaombe mimi.
Siwezi, we can't trust you guys, my friend. Tuliwaombea tangu 2020, tangu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 mpaka 2022. Tukiona ati ni kama mnafanywa madharau. Sasa wacha hivyo vile mnaona ati huyo mlevi, huyo mlikuwa mnamuita ni mlevi, anapiga simu moja mnaanza kubweka huku kwote. Kupiga nduru huku sijui nini ameanza sijui nini. Hata heri huyo mlevi. Huyo mlevi tunampenda hata wa leo. Hata alewe kabisa. Lakini nyinyi mlikuwa mnajifanya ni mapasta na mabishop. Hata mlikuwa bado na ile timu yenu ya kwaya. Mnaenda mnaimbisha huko makanisani. Mnakuja mnatudanganya sisi wananchi. My friends, we can't trust you ever. Hakuna wakati tutatrust nyinyi. Na kuenda mnaenda nyinyi ni one time. Mnaenda kuenda. Hata muitishe hiyo maombi. Sio hata mukiti. Hata siwezi nikajaribu kuchukua bucket hivi nikuje na maombi. Siwezi mimi kwangu siwezi. Enda ni muombe na huko. Lakini mimi kwangu siwezi. Hata siwaombeangi by the way, wacha niwaambie ukweli. Mimi siwaombeangi. Naombea mfanye nini? Ile mmetutesa kama wananchi. Hatuwezi tukasahau. Kaeni na hiyo kiburi yenu. Kaeni na hiyo kiburi yenu mpaka kwa makaburi yenu. Wameanza sasa story nyingine kujaribu kutugawanya, kusema sijui mimi, kwa sababu they were thinking that we would never work together. I have bad news for you. We are going to work together. Na hiyo porojo yenu na propaganda yenu, shauri yenu. You think you are going, I'm not going to work with Gachagua. I am declaring you, I am going to work with Rigathi Gachagua. Yeah. And I will work with Kalonzo Musyoka, with Martha Karua, with everybody. Tuweke nchi yetu yote pamoja. Sasa wewe kama una shida yote, enda utafute Bishop Kishera kuombe. Yeah. We are going to work together. Because wananchi wanataka tufanye kazi pamoja. Ama namna gani wananchi? Unataka tufanye kazi pamoja. That is how we are going to help our country. Nataka tu tarehe ya kufika Laikipia. I am very sure that project is underway. Wakugawana pesa washajigawa. Sisi kama collateral, hata tukikufa, it's none of their business. Musalia Mudavadi amesimama huko, sijasikia akisema I am apologizing or I am sending condolences to the parents of Utumishi Academy. Wako tu Ebola, US deal, Ebola. Ni lini? Nataka tuniambiwa tarehe peke yake. We will decide whatever happens after that. Tukikutana mkutano hiyo sisi wa Kenya, tutajua kama wagonjwa tutawapeleka State House ama tutawapeleka kuna nini fulani, na muniambie ni wapi tunakutana, wapi na ni lini. Hiyo ndio nataka kujua. Wakati tulisikia kwamba rais wa Marekani na rais wa hapa kwetu Kenya wameamuru kwamba ati hapa Laikipia East ati kuletwa quarantine ya kitu inaitwa Ebola. Hilo ni jambo mbaya sana la kustuka, na tunataka kuambia serikali, Laikipia East sio dump site ya magonjwa. Laikipia East hatufai kuletewa quarantine ya Ebola, tunafaa kuletewa malaboratory na vitu za kuona vile ambavyo hata sisi tunaweza kuwa innovative tupigane na mambo kama hayo. So tunataka kuambia serikali, sisi kama wakazi wa Laikipia East, ambayo hii ni business center yetu na mahali ambapo tunataka kitega uchumi yetu, tunataka kusema hatutakubali hiyo, na tumekataa. Sisi kama residents, sisi kama wapiga biashara, na sisi kama wakazi wa hapa tumekataa hiyo mambo ya kuleta quarantine. Au Amerika wapeleke quarantine huko kwao, ama wapeleke pia quarantine huko kwa State House, ama wapeleke kwa embassy yao. Sisi tumekataa. Napenda kusema tumekasirika sana na hiyo mambo ya serikali kusema wataleta hiyo quarantine hapa, tena wana propose Laikipia Air Base ikweni hapo. Watoto wa Laikipia Air Base wanasoma na watoto wetu, sisi tunafanya biashara na wake zao na mabwana zao, wakituletea hiyo maneno hapa town, tunaona sisi wote tutakuwa tumeisha kwanza na Nyuki town. So tunaomba wasitishe hiyo mpango na hiyo quarantine ipelekwe US, failure to which
sisi tutatokea kwa barabara na tutapinga hiyo maneno moja kwa moja. Hiyo vicinity pia tuko na watoto, bado shule watoto wanasomea huko, pia tuko na environment ambayo iko around, na serikali ilikuwa inafaa at least iulize, ifanye public participation, ndio iulize wananchi wa Laikipia kama wako tayari kuhost, because hiyo ndio sheria na hiyo ndio inafaa kufuatwa, so that kila mtu ako comfortable na hiyo kitu ikuwa set up hapo. Tudanganya tumeibiwa Kenya. Wananchi oye, wananchi oye. Especially watu wa one term. Genius people, genius citizens. Tunajua tuko kimoja. Mimi ninaona sasa mwangaza. Mimi ninaona mwangaza. My desire yangu ya Fred Okengo Matiang'i. I'm telling you, Matiang'i hawezi akatulete down. Believe me you. Wa Kenya, sisi tunajua sasa Kenya ya kesho ya 2027 iko mahali pema na mahali pasafi na mahali very safe. With Frank Okengo Matiang'i. Unasikia alisema aje? Hakuna kura mnaweza mkaiba. Ruto jaribu uibe za Fred Okengo Matiang'i ama za opposition. Si ati ulipatiwa sword kwa sababu ya uoga. Ni ile mambo ulikuja ukatudanganya kama wananchi, my friend. Sasa ya Fred Okengo Matiang'i amwezi. Na then tunakujia zile vitu mmeibiwa Kenya. So guys, mliona venye Linus KK alideconstruct hiyo national breakfast prayer kwa news jana. Mliona venye aliwa call out on their BS. Akasema that gathering is the most heartless gathering Kenyans have had to see in the recent times. Ati aliangalia tu watch aki-expect one speaker ata-mention hiyo maneno ya utumishi girls. But they joked about football. They joked about singing. They laughed. And the moment the president decided to address it, he couldn't even get the name of the school right. And the president addressed it as an afterthought. Ali-address ata senyasha maliza kumeka address yake ya venye ame-perform as a president, ali-address during the photography session. And he couldn't even get the name of the school right. Kaikai akawauliza, is it because none of those girls were a daughter to any of you? Is it because these girls, you take them as obscure girls, little souls that cannot affect? Lakini hajadanganya. One term. And this is the problem we always say with this government. How they handle situations, it's so wanting. It is so wanting. Misplaced priorities. Hivi. Nyinyi wa Kenya wenyewe wanakufa lakini mnaweza handle US citizens. Kwendeni one time. Ukamusha kaira irwo gya kihinda rya Ngai kumura. Na gutire mundu kaga woi munene witu ego gekuwa make oi murwangani agathikwo ta ndigiri. Mathiko Ruto gutire mundu ukamusha kaira irwo gya kihinda rya Ngai kumura. Na gutire mundu kaga woi munene witu ego gekuwa make oi murwangani agathikwo ta ndigiri. Mathiko Ruto gutire mundu ukamusha kaira irwo gya kihinda rya Ngai kumura. Na gutire mundu kaga woi munene witu ego gekuwa make oi murwangani agathikwo ta ndigiri. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. So relax. There is no problem. Wakikuyu. Mimi naitwa Jeff Bouncer. Na niko na mwanafunzi wangu hapa. Huyo mwanafunzi wangu anakuja sasa kama kitu kingine. Mimi mkubwa tena waheshimu na nawapea respect na najua nyinyi wengi wenu mnajua vile mimi naishi kwa mjini. Wakikuyu mimi watolea kofia sana, ingawaje kuna mjalo mmoja aliwatusi, but ni kama alitereza tu. Naomba msamee penye popote penye memweka station. Kama ni judge naomba muachilie tu kwa sababu nikitereza alitereza, alikuwa mlevi. Hakuwa sawa kitusi wa Kikuyu. Wakikuyu ni watu wa heshima na nyinyi watu wa respect. Na napenda zidi kuwasifu wa Kikuyu. Hata mkinitusi kwa mtandao bado nawasifu tu. Nimekaa na Wakikuyu Murang'a, nimekaa na Wakikuyu Kiambu. Sijaiona baya yenu mimi. Although nikunitusi mnanitusingi tu bure, but mimi nawapenda tu. Na waheshimu na nawatolea kofia. Ameweka watu watuta. Kujeni hapa. Mnasema ati Ruto hawezi akaenda one term.
Ruto nawaambia haki ya Mungu ni one term. Na anaelewa hivyo. Hata Ruto mwenyewe anajua hivyo. Wajeni kumpatia timorali ati ni yeye ni two term. Angalieni Malawi sahi. Huyu jamaa alikuja amejifanya kama Deputy Jesus. Akasema ni mimi nitawaokoa. Niko na maono ya taifa letu ya Malawi. Nichagueni nipatieni kura zenu. Hakuna kitu. Unajua anapelekwa na nini? Si ati mambo ya ukabila, but ni economy ndio imempeleka nyumbani. Economy ndio imempeleka nyumbani. Ile gapo ameachwa nao na yule jamaa anaitwa Mudharika. Alafu mnakuja kutuambia nini hapa? Economy ndio imefanya hii kitu. Kwanza hapa huyu kwanza kuharibu ni mpaka tribalism. Ameweka mambo ya chuki na kabila zingine. Hata enda nyumbani ni one time. Kifo ni kifo. Ukikufa kwa bunduki ni kifo. Ukikufa kwa ukimwi ni kifo. Ukigongwa na gari ni kifo. Ukiuliwa na gunsi ya Ruto ni kifo. Tutaenda ne huko. Sisi kama watu wa one time, raundia tutabembele sana. Masaini sasa hiyo Ebola iletwe hapa. Angalia wazungu watoe kwao. Na Amerika ndio kubwa kuliko Kenya mara ngapi? Amerika utaenda almost 8 hours. Juu na ndege. Hauja land juu. Sasa huko kwao hakuna mahali ya kujenga Ebola. Agiko mutingegitira maisha madu agwitu Laikipia ri kiuria no giki wira wa thirikari ukiri uriku agiko handu hakugitira maisha maitu ni gutheha maisha maitu thiini wa gwati tukenda kwira mundu gwitwo Duale ecirie keri agikauga ni kurehe quarantine yo kuria gwitu Laikipia ni tukurega to Laikipia kwina migunda minene kwina county ingi cira migunda minene muno makiria kuguo ndungitwira uhoro wa mugunda. Kama Raila alikufa, Ruto ni nani? Ruto aende. Mimi simuogopi. Hata unitumie DCI lakini unajua utakufa. Mimi najua wewe unaenda. William Samoei wenye Kashagwa alisema tutakufanyisha kazi. Ndio hizo miezi ziishe. Ruto utakonda tu mwenyewe tupatiwe kwenye room umejinyonga mwenyewe. Anaitwa Mako. Mokireki. Ukienda kule haraka na hara Laikipia. Yaani mali mamogwaja 1 2 3 4 5 6 7 mogwaja maberalia popo kila hero bara na mogakira shokatega kwali ya masinziana na mogakira mali ba 7 maberalia ba ishiko bulidi mutire hakiri. Kuna bibi 18 currently na nitaendelea kuwao mpaka saa hii. Kuna mwingine nangoja mwezi unakuja wa 19 na wakati nampokea kwa nyumba lazima niita wale wengine wote wakuja karibu. It is astonishing that William Ruto and his administration can listen to America saying that they do not want any infected person because their policy is to protect Americans first. How dare them entertain the idea that they can bring Ebola affected people to Kenya to protect America but endanger the Kenyan population. Tarakejereria tongoria ria mararuma Gikuyu makihuraga Gikuyu nigetha unine Agikuyu fiu mathireri mathire piu tamenya no uragire Ngai wao no tondu guo ni undu tangihoteka tamenya Agikuyu ni arathime merutagira mawira mao mekio no meguthi na mbere na gutherema kinya ndagika ya mwisho. Tarakejereria tongoria ria mararuma Gikuyu makihuraga Gikuyu Nyogwa mishake natini candidate wa Orokarau na DCP jetago titakogoroka titatia natini candidate wa Orokarau na DCP jetago banya president wa Agema natini candidate wa Orokarau na DCP ni majitaka sisi ni sisi na nietilie candidate wa Orokarau na DCP nefuraje kama na kanini natiko candidate wa DCP Orokarau Nesami kama ugodho ni candidate wa DCP Orokarau constituency. Ungekaigwa mundu arakwira ati I am not like other men. How are you? I'm not like other boys. Menyere gochelwe ciamani witu. Ucio niwe kiongozi, Hati break ile agufuata hau. Mwire goka kurutwa Montezuma Mona Lisa. You don't have future there. Failure. Ithuĩ tũĩ kũhonia nĩ kuo kwega gũkĩra kũgitĩra. Aca ithuĩ tũĩ kwamũkĩra indo.
Ithuĩ nĩ thendi twamukagira. You know, it's also good to be a bit serious. Oni moe kugitira niguo bata gukira kuhonia. So koguo matingĩenda mũndũ wĩna mũrimũ ũcio atuĩke nĩ athiĩ kũu tondũ ona hĩndĩ ĩyo ararigitwo rĩ no na mandagĩtarĩ acio rĩngĩ no agwatwo nĩ mũrimũ ũcio. Na aya gũkũ ndũĩ mũndũ ũrakĩrĩhwo ngiri 20 ũretigĩra gũkua nĩ kĩmanathi. Amwe na nĩ akanjũ. Tarĩu kanjũ ya kũu kaunti ya kũrĩa kwa Irũngũ rĩ. Acio mũndũ wa mũcaro tarĩ mũnene ona why do you want to survive? Why do you want to live? Gũkarorwo gũkonwo. Makĩrwo na kũu. Kamwe na rũya kĩtwa kuhĩ na rĩrĩ na kambĩ ya jeci tondũ Ebola no ũmĩrathe. Ĩngĩ ya kũigua ndawa nĩ ĩrathagwo. Kũrĩ ũndũ na hĩ. Nĩkĩo ratwarirwo na kũu. Rĩu atongoria kũu by the way maraiga atĩa o? Mwaura. Atongoria Laikipia othe nginya arĩa makoragwo thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA hamwe manyitaga thirikari. Hati kĩama ha nĩ mũrimũ. Ngũndaga nĩgetha ndweru kwĩ hĩndĩ ikinyaga maũndũ makaina rwĩmbo. Ũkaigua tondũ ũyũ mwena wa thirikari aranyita ũũ nake opposition arauga othe marauga matikwenda gũkorwo kwĩna station ta ĩyo by the government of Kenya that they should not have any such doubt. Our partnership with our friends, the American government, is a partnership that is mutually beneficial to us and to them. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was sorry didn't know. Karibu Kenya. Welcome home. Aya ni hoki tari kwake. Bũrũri tu wa mũndũ. Bũrũri tu wa mũndũ. Okay nĩ gwĩkĩra gĩthikati gĩkĩ tonenie. Reke tunyite wega hau hoki. Kai. I give. Yes. Bũrũri ũkarĩ wa mũndũ. Bũrũri ti wa mũndũ na wĩragwo kwanza nĩ hiro tinginya ti wa mũka wa mũndũ. America maũndũ nĩ merĩ hakwa ti mũrũgamo wa Kameme nĩ wa Kĩrũmba na wa Kĩrũmba nĩ akũnyuĩte champagne ndege-inĩ koguo ndĩreciria ndĩna half hangover in a half jet lag and half jet lag. Yes. Maũndũ nĩ merĩ either mũtongoria witũ ndatwendete tiganire na ndai na wĩra witũ no ũrĩa andũ mahikanagia tukamona gũkũ ũrĩa mathi honeymoon me hamwe thaa ciothe you know wacoka kũigua andũ acio nĩ moragana yes ũkarigwo hau ĩcire wendo ũrĩa arĩ naguo witũ nĩ wacenjirie wakĩambĩrĩria nĩ wathirire rĩu aikirĩte handũ agakinyanga wendo itũ rĩu mwatũite in a minute either atũciarithia rĩ no gũtũte atũteire nĩamenyaga gũtirĩ mũndũ ũngĩtuoya that is one either nĩ twamũboire ai twamunogirie na nĩ akũrire nĩ akinyire wa kerĩ either nĩ andũ aya arenda kũgucia cash tu nĩ atũteire ithuĩ rĩu mwanya na thũngũ ona tiga thũngũ cio ndenda nyeuthi tiga nyeuthi either arenda kũmabora kidogo amwe ici nĩ bilioni 4 amwe acoke uge niĩ nĩ ndĩretĩkĩrĩte bũrũri nĩguo warega mĩkora no ndongoragia mĩkora no ndongoragia nĩ ĩraregire nĩyo yagoma nĩ ĩracokera nyitana na njaguti ingĩ cia maitho matune chakara cia maitho matune ciĩtagwo igoti tondũ warora rĩ it's either you hate someone so much you don't care about them or you gave up mũndũ ũrauga atĩrĩ Ngai kaĩ atangĩkua twahoyaga ũtukũ na mũthenya just some years ago Osama bin Laden akue people even went to the streets to celebrate atĩ na Wanũgũ nĩ akua either rĩu nĩ anogire gĩkinya hau kana no kũmoya arenda kũmoya acoke mũno haha kũnoga cie nĩ twamũmbũ acoke atũhũthĩre ithuĩ
utumire bara tunegene mathie na ugo myenda ngicokia aramu maundu ma urigitani kuri America ona uru ni maigireire maundu maya na makoiga aca America ina uhoti wa gutangikira arwaru ayo ona matirina kana matiranyita baru mubango uyu wa America kuga ati arwaru wa matikuinuka meguka kuhithio bũrũri-inĩ wa Kenya. America otora turaigite muthenya wa ira ni andu makoragwo mena uhigiriru wa maundu maingi na ataramu kuma kuri America ni maroiga rehe arwaru aitu nigetha matangikirwo guku bũrũri-inĩ uyu twina uhoti wa kumatangikira. Giki ni kiundu kirataririo ni gatheti ya The Standard, gatheti ya Daily Nation. Ruto: I allowed US to bring Ebola patients. Gatheti ino nayo gatariria ati president nietikirite thutha wa gukira andu ni meciragia ni kwaria maundu maya kaberavere no riu nietikirite akoiga ni nie nderire America iturehere arwaru ayo a Ebola. President niarikitie gwitikira. Let the person who will fly them into this country, the Americans, be a two-term pilot. Let the air hostesses or the air hosts in that aeroplane be two-term hostesses. When it lands at JKIA, Oscar Sudi, be the first one to receive your guests. Unamhug, unamkiss, unamkaribisha. The way you welcome President Ruto when he comes back. Let Kindiki be there to receive them. Sabina Chege be there to receive them. Betty Maina wa Murang'a be there to receive them. All these people who have been saying two-term and supporting this administration and saying these are good decisions. The Minister for Health, Adan Duale, be there. Our Americans wakifika unamhug, unamwambia welcome to Kenya, and so on and so forth. Once you leave the airport, the vehicles they use, look for two-term, because sisi watu wa one-term ni wabaya sana, tunawasumbua. This is a good opportunity for two-term people to take photos with Americans. So take them, but once you take them, land them in State House. These are good guests. It's a good idea. If it's a good idea, why not locate it at State House? Mulijenga kanisa State House. Mume expand State House. There's a lot of space there. Quarantine the Americans in State House. It's a beautiful place to be. Once you're done putting them in State House, if there's an overflow, Duale, Minister of Health, kwako nyumbani, we bring you a few Americans. Make tea for them every morning. Tell your wife to serve them a cup of tea because it's a very good thing. And wale watarecover, kuna affordable ama ni avoidable housings, put them there for some time. So it cannot be a good idea when you're taking it to other people, but it is not a good idea for you. William Ruto, show us by example. We are challenging you. If bringing Ebola into this country is a good thing, set up the quarantine at State House. Set another one at Sugoi. Set up another one at your house in Kilgoris. Duale ya kusaidia host wengine. We are just saying what is sauce for the goose is sauce for the gander. It can't be good for Nanyuki people and bad for you. So we are not, don't perceive them in a hidden way. Tuma Kindiki wa receive airport. Awapatie maharagwe. Na hii ni Mushene. Diana Bahati. Wewe ulisoma secondary school. Ulisoma lini? Diana wa Bahati. Washa kushukua mtoto yako video akiogelelea mgomo shule arafu unaeka online. Ni sawa utapata pesa. Wewe hiyo kijana yako mataeda kukua yanaonekana kama snitch. There are no people who go through hell in school kama watu wanaitangwa snitch. Diana tafadhali. Content creators ni sawa. Lakini tafadhali let us protect those ones who we love. He's going back to a group of boys who are gonna look at those videos. Their parents will have to react. I'm telling you atenda pale ataonekana kama snitch. Unakumbuka venye mlikuwa mna treat ma snitch? Na kama unasikia baka wanatandika principal, we Diana wewe. Diana Bahati mimi sikutisi na kupea tu advice. Do not expose your child ati anakuambia venye walifanya shule, wakapiga ma glasses chini, wakafanya nini. Please, you will expose your kid and that kid may end up getting bullied in that school, and you know you will not be the one who is affected. It will be him. He might even be shy to tell you. So these things, let us just tell you. You know we are boys. You might be a mother of boys, but some of us are also boys. Listen something, oh, that wasn't very wise. Thank you. Unaget. So, uko Tendri School, our presidential candidates therefore, wakaambiwa kila mtu aseme nani anamuinspire politically. Hakuna mwenye ametaja the president of the country. No. Imagine being in such a high rank as a president and you're inspiring no one. I'm just saying.
So anyway, Sally amesema yeye role model wake ni bad girl Millie. Na akatumia sound gani? I'm a bad girl. And as a bad girl, I am here serving my 4th term. Wewe, usicheze. Alo. Akasema yeye role model wake ni mimi. Ndio Sifuna. Akatumia sound gani? Wewe unaona leo nikianza amka niseme 2 term. Mnaona naweza patia pesa ngapi? Nevina. Akasema yeye role model wake ni babu kwa sababu. Na akatumia sound gani? Mr. Speaker, when I woke up today, I realized I am wiser than yesterday. And right now as I speak, I realize I am wiser than I was 2 seconds ago. But I'm not kumbuka ile sound ya babu. Ati I did not slap anyone. It's their cheek that moved towards my hand. Kingsley akasema yeye role model wake politically ni the 4th president of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Akatumia sound gani? Ndio mimi siku hizi mimi sina mambo mingi, ninaamuka tu nafungulia radio. Yo, hizo elections ziko lini? I need to go and oversee. Lazima nikuwe returning officer. Anyway, one time drain the swamp. Tania kuhija. Wewe horojo dawaririe 2023. Na video geturedi muno. Njuga Ngai araiga ni ekuhija muno na ni ekuhinyirika muno. Na riu ndakwira atiriri ni hatigarite. Na agerirwo arisaini. Ni kuritu. Kurarito. Arisaini we. Ndahejete ni ekuhija. Wewe horojo dawaririe 2023. Ikindu gitura mundu ta mutiganite na mundu o rindiria mwatigana mundu acoke anjie gwithakarithia ukarigwo atiriri hindi iyo mwako nake ni nguo gutari kana thabuni kana maguta ma kwihaka gutari mundu mwatigana mundu ni acong'ie gwithakarithia au akuiguithagie u. Tell me, Susan, what did you just say? Why do you want to visit America? Because the America gives headache to this world. That's the only reason you want to visit, it gives right? us, it gives this world headache. Why are they bringing Ebola to Kenya? Tugaga atiriri. Bara ya muhiriga ya naumira ya nyumba ya utigano na ni mumenyite bo andu aria maragia na andu auda mama twarire ndumiriri ino mamere atiriri ni twira Ruto ni sori muno ati twira Ruto ni ki ni sori muno tondu twamuheire kuraci na nima ndaci batara na nikio na tunyarire tondu ndacienda na ni twamwikire kiundu kiuru atenda ni twauga ni sori pio na tutigacokera ri Ngai amuteithie ithuĩ tũtirĩ a mathiko-inĩ arĩa marĩ a mathiko-inĩ no acio ene mũthii koguo nĩkĩ mũrona tũtarĩ na ihenya ogo nĩ wetereire irio ũmenye gũtirĩ irio mũthĩ na mũikare mũmenyerete tondũ tũmenyerete twaigua mathiko handũ raini cia irio ikanjia ũkuaga thahu ũgatwara gwaku mwana ũtoima gũkũ mũthuri ũtoima gũkũ kana mũtumia ũtoima gũkũ ũkamũtwarĩra thahu gwake. Watu wa Olkarau tunawaaminia na kuna conmanship. Moses Kuria tulimjua, si alikuwa amejaribu kuleta Waiganjo kwa chama cha kazi, sisi tukalipua, tukakuja nomination party primaries za DCP zikaisha, nikaelezea Wakenya kuna makasia wamekuwa mkutano na Itumbi, si mlijua ni Karaja na Waiganjo, si wamehama na makasia wenye walikuwa wanawauza hata wao wamehama. Alafu sasa mnakuja hapa ati mnajaribu kupropagate that the candidate hayuko one term ama two term. Sisi hatuwajui. One term. Candidate tuko naye Olkarau ni moja. Sami Douglas Kamau Waweru. Ati Sami Douglas Kamau Waweru. Naturauga kaba Kamau mau gai? Gaito. Kau Kamau mau kau murastunyire ginya retwa. Kau niko gaitu. One term. Tunaelewana vizuri hapo. Hapo hawezi tuletea confusion. Tunaletea confusion ya nini? One term. Tunaelewana? Yes. Na kama wewe ni bold, tutakuwa tunawatangaza daily. Kina Moses Kuria and the rest. We are not stupid. Shindwa kabisa. Ati mnajaribu kubadilisha goalpost.
One time. Kama wewe uko kwa chama ya Saitan, wewe ni Saitan. Toka kwa hiyo chama leo. Sini alijiingisha. One time. Sasa tuombe wa Kenya. Si ndio? Hebu nikuelezea wewe Kakasia Moses Kuria. Nimeona ukijaribu ati kuattack Gachagua. Na ule Kasia wenu wa UDA huko anasema ati yeye si wa one time na sio wa two time. Hiyo conmanship tunaielewa. Tunaelewa everything. Mnataka kujifanya huko mashinani nyinyi sio wa two time lakini mnasimama na chama ya Saitani. Hakuna vile hell itakuwa na Yesu. Kabisa. Hakuna. Tunaelewa vizuri. Ati wewe babako ni ati sijui wewe ni Muislamu. Alafu unakuja Githurai unatuambia utaanza kukula nguruwe next year. Hakuna uikule saa hii. One time. Angeikula kwa nomination. Angeenda kwa nomination ya DCP. Sio kwenda mashinani kuconfuse watu with some wheelbarrows za ujinga. Tunaelewana vizuri. Watu wa Olkarau tunawaaminia. Na hakuna conmanship. Moses Kuria tulimjua. Si alikuwa amejaribu kuleta Waiganjo kwa chama cha kazi. Sisi tukalipua. Tukakuja nomination party primaries za DCP zikaisha. Nikaelezea Wakenya kuna makasia wamekuwa mkutano na Itumbi. Si mlijua ni Karaja na Waiganjo. Si wamehama. Na makasia wenye walikuwa wanawauza hata wao wamehama. Alafu sasa mnakuja hapa ati mnajaribu kupropagate that the candidate hayuko one term ama two term. Sisi hatuwajui. One time. Candidate tuko naye Olkarau ni moja. Sami Douglas Kamau Waweru. Ati Sami Douglas Kamau Waweru. Kamau.